Umewahi kujiuliza ni vitu gani vya kuzingatia pale unapoanza kumchukia mtu? Kama hujawahi kujiuliza, basi leo nitakupa siri na kukuambia vitu gani uzingatie pale unapoanza kumchukia mtu. Siri ya kwanza, kipi kinakufanya wewe umchukie ama ni kitu gani kinakukera kuhusu yeye? Kinakukera mafanikio yake? Kinakukera furaha yake? Kinakukera kimbelembele chake? Ni kipi kinakukera kuhusu yeye? Ukipata jibu kuhusu hilo, utaendelea kufanya maamuzi kama uendelee kumchukia ama la. Kitu cha pili cha kuzingatia, je, uwepo wa huyo mtu una faida gani au una umuhimu gani kwenye maisha yako? Uwepo wake kwenye maisha yako unaweza kukupa wewe faida? Ana msaada wote anaokupa kwenye maisha yako? Kuna sehemu anakuvusha na kufanya usogee, ama kuwepo kwake kwenye maisha yako kuna kunyima amani? Na kwa nini kuna kunyima amani? Hicho ni kitu cha pili katika vitu ambavyo inabidi uvizingatie. Kitu cha tatu, je, una uwezo wa kumfuata, kumconfront na kumwambia kwamba kuna hichi na hichi na hichi ambacho sikipendi kuhusu wewe? Na kwa nini utafute huo uwezo wa kumconfront? Ili ujue. Ili kujua kama unaweza kumconfront ama inaweza ikakupa majibu ya swali la pili. Kwamba ukimconfront itakupa wewe maamuzi ya either uendelee kumchukia ama la, kwa sababu kama ni mtu ambaye ana thamani au anaongeza kitu kwenye maisha yako, obvious hautakuwa na sababu ya kumchukia kwa sababu utamhitaji. Na once you need someone, you need to be genuine. Hutakiwi kuwa na chuki ukaiziba na kuipakaza something goldish just because you want to use the person. You should be genuine. Kitu kingine ambacho nataka nikwambie uzingatie. Je, mna uwezo wa kusikilizana na huyo mtu? Mkikaa pamoja, mna uwezo wa kusikilizana? Unaweza ukamwambia kitu akakusikiliza? Je, yeye anaweza akakwambia kitu ukamsikiliza? Au unahisi kuna nguvu ya vita, yani every time you see the person, yani unahisi kuna kavita vita, yani kuna amani kanakosekana, yani hujisikii hata kumsikiliza? Hayo ndo mambo ya kuzingatia. Lakini baada ya kuzingatia hayo mambo, kitu ambacho nataka nikuongezee kama faida kwenye maisha yako ni kwamba hakuna tuzo katika kuchukiana. Kwa sababu unaweza ukamchukia mtu leo kwa vitu tu vidogo vidogo vya kidunia, ambapo hujui huyo mtu anaweza kaongeza kitu gani kwenye maisha yako baadaye. Inawezekana kweli sasa hivi amekukosea au kuna vitu anavifanya ambavyo havialign na wewe, lakini huwezi jua huyo mtu anaweza kawa na faida gani baadaye kwenye maisha yako. Huwezi jua huyo mtu anaweza kawa ana msaada gani juu ya maisha yako baadaye. Na kama unamchukia kwa sababu kuna kosa amekufanyia, je, hauhisi kwamba ile chuki unayoiweka ndani mwako ni mzigo wako wewe mwenyewe? Kwa sababu inawezekana unamchukia hata ukimuona unajisikia kutapika, unajisikia kutema mate, unajisikia kupasuka, lakini mwenzako hajisikii hivyo akiwa na wewe. Anajisikia tu furaha, anajisikia amani na wala hajishtukii. Na mwingine unakuta kabisa, yani every time akiona wewe yupo anasogea, lakini wewe akisogea kitu kinakujia. Don't you see kwamba unakuwa unajiumiza wewe mwenyewe? Unajisikiaje ukiachilia? Ukiamua kwamba I'll not hold a person in my heart. Ukiamua kwamba sitashikilia chuki juu ya mtu hata kama amenifanyia kitu. Kwa sababu siku zote huwa tunasema kusamehe sio kwa ajili ya yule aliyokukosea, bali kusamehe ni kwa ajili yako wewe. Kwa sababu ukisamehe unajipa amani wewe mwenyewe. Ukisamehe unajiponya moyo wako wewe mwenyewe, sio yule aliyokukosea. So, baada ya kuzingatia hayo yote niliyokuambia, unaweza ukafanya maamuzi. Kama
uendelee kuchukia watu ama usamehe watu, uwapende watu. After all, the world is a better place if we all love each other. So tupendane, tuache mambo ya kuchukiana chukiana. Hakuna tuzo kwenye chuki.